Kuma hende ya bara ya keri bururi wa Kenya ukihorana na muthungu, njera nene ya Mwea iri na rugano rwa mwanya makiria kuma hende iyo. Ino ni njera ikoragwo mwena wa Embu na ihetwo ritwa ringi njera ya Gathigiriri. Icera-ini riakwa njera-ini ino ndirahithuria ati njera ino yambiriirie mwaka-ini wa 1951 na iri mugunda-ini wa eka 301 mwena uyu wa Mwea Kirinyaga. Kuringana na murugamiriri wa njera ino Hassan Tari, oho aria mohagwo njera-ini ino hau kabere mari andu aria manyitagwo ni gukararia wathani wa muthungu miaka-ini iyo. Gereza hili lilianzishwa mwaka wa 1951. Wakati huo wabeberu wakishika watu wetu ambao walikuwa wanapigania uhuru Mau wakihojiwa hapa, na wale walishirikiana nao waliwachwa hapa wakatumika kwa mambo ya leba, ndio waliunda hizi mitaro zote za hizi mashamba za mchele, na wale wengine ambao walikuwa sugu kidogo tunaambiwa walipelekwa manyani kwa kazi ngumu zaidi. Edere ukuma kuoha andu a gukararia muthungu, riu andu aria mohagwo njera-ini ino ni aria makararitie watho wa bururi na aria monekanite na mahitia matiganite. Tuko na kategori mingi ya wafungwa hapa, but mostly tuko na petty offenders, wafungwa ambao ni wahamiezi wa kutusaidia kufanya kazi katika mashamba yetu ya mchele. Lakini pia tuko na wachache ambao wako na miaka mingi, na hawa wachache ambao wako na miaka mingi ndio wanatoka na ujuzi mwingi. Manake kama ni carpentry, mtu pengine yako na miaka 10 hizo atasukuma kwa carpentry, na akitoka hapa unakuta ni fundi kamili. Na ndipo unafikiri mkitembea mahali kama Nairobi ama jela zetu kubwa utakuta showrooms, utakuta sofa set, utakuta vitanda. Hawa watu wa miaka mingi ndio wamepata hiyo ujuzi ya kuunda hizo vitu, na huwa tunajivunia kwa maana ni Wakenya wenzetu. Tunapenda tuwape huo ujuzi, ndio mtu akitoka hapa asifikirie tena kurudi katika magereza. Peti ni watu ya mashtaka wameshtakiwa na makosa madogo, being drunk and disorderly, touting, ulevi. Nafikiri vitu ndogo ambazo haziwapi miaka mingi kukaa magerezani. Wengi ni wezi, na kama hapa cases nyingi ambazo tuko nazo, kuna issues za defilement. Sijui kwa nini, lakini hapa tuko na cases mingi ambazo ni za defilement. Njera ino ikoragwo ikiriire muno urimi wa indo itiganite, muno makiria urimi wa mucere. Urimi uyu utwarithagio na mbere ni oho aria mahetwo ugi wa kurima mucere. So gereza hili la Mwea linahusika na ukulima wa mpunga, mchele, na tuko na shamba ambayo ni ekari 301. Na kati ya hizo tunakuza mchele kwa ekari karibu 120. Manake mpunga unakuzwa kwa cotton soil. Tukiproduce ni mali ya serikali, tunauzia jela na tunatoa revenue ambayo inakuwa surrendered National Treasury. Githe ndurakiona urimi uyu gitwarithio na mbere migunda-ini ino minene kuria na maundu mangi matiganite maria matwarithagio na mbere ni oho na muno uthondeki wa indo itiganite iria cigemagio na njira nene. Hihi muheaga oho wira wa kurima niki? Wafungwa wakati wanaletwa magerezani huwa sio tu kufungiwa, wanatakana pia wapewe ujuzi, ndio wakati watatoka nje wawe na ujuzi ya kujifanyia kazi ili wasirudi katika magereza zetu. Hapa tuko na mambo ya carpentry, mambo ya chuma, kutengeneza chuma. Tuna elimu ya watu wazima pia inaendelea hapa. Tuko na seedling tree nurseries ambazo tunawafunza kugraft, ndio wakitoka hapa mtu aweze kwenda kujiwekea nursery yake. Nafikiri Kenya yote ukitembea utakuta along the roads
road reserves utakuta tree nurseries. Wengi ni ma-expert ambao wamejifunza kutoka hapa kwetu. Oho ni kuongerereka marongerereka njera-inĩ ĩno kana ni kunyiha? Hatuwezi sema zinapungua, zinaongezeka kwa maana nafikiri shida ya kazi. Vijana wamesoma, kuna kazi, na dunia ile ya kitambo sio ya sasa. Mambo mengi ambayo yanachangia ni kama vile madawa, mambo ya ulevi. Wakati sisi grupu yetu hii tukiwa vijana, hii mambo ya bangi, mambo ya pombe haramu, hii mambo ya madawa ilikuwa hakuna. But these things are now readily available. Na watoto wamejihusisha na hivi vitu sana. Na wakati unajihusisha na hivi vitu, lazima sheria, mkono wa sheria ni mrefu. Utapatikana na utaletwa jela. Na pia usisahau kwamba 1963 population yetu ilikuwa kama milioni 10. Sasa hii tunaelekea 50 million. Vile tunakuwa wengi ndio makosa pia yanapatikana mengi. Mambo ya crime pia inaenda juu, ndio inachangia watu kuongezeka katika magereza zetu. Hihi ni muhutagio ngoro-inĩ cianyu rĩrĩa oho mekũmũhingũkĩra ngoro igũrũ wa mĩtũrĩre yao? These are Kenyans. Ni ndugu zetu, despite ile mambo walifanya huko raia, lakini ni Wakenya wenzetu. So wakati mtu anakuja na shida kama hizo, lazima tunawahurumia. Lakini kwa maana tuko na sections mingi, kuna section mingi ambayo ina deal na hawa. Tuko na watu ambao ni counselors, sana ndio tunawapa hiyo kazi. Tukiona pengine watu wengi wakija hapa wako depressed, but we have so many counselors. Serikali imeajiri counselors wengi, so wanaongeleshwa, tunawaongelesha na tunawapa. Tukiona ni mtu wa miaka mingi, tunampa mahali ambapo atatoka na ujuzi. Placement, tunakuwa na placement. Mtu akija tunaangalia sentence yake. Mtu wa miezi 3 tunajua huyu hakuna ujuzi kubwa sana atapata, tunampeleka shambani. Mtu wa miaka 10 tunasema huyu anaweza jifunza useremala, mambo ya ufundi, na atoke hapa akiwa na grade mzuri ambapo akifika raia atapata kuajiriwa. So huwa tunawashughulikia sana kama Wakenya wenzetu, despite ile mambo walifanya huko nje. So yetu sisi ile ujuzi tuko naye kama watu wa magereza, tumefunzwa mambo ya human rights. Mtu akifanya makosa kuna sheria ambayo inamwadhibu, but mambo ya kupiga hiyo. Hihi ni muteithagiriria oho kuma njera na njira oro yothe? Kawaida wakati tumeona tabia yao imerekebika, tunawa recommend for presidential power of mercy. Mtu ambaye ameonekana tabia yake imerekebika, amekuwa mzuri, tunaandika recommendation ambayo inaenda headquarters yetu, alafu from the headquarters inapelekewa AG, anapelekea president. Ndio unasikia kila mwaka president huwa anawachilia watu kadhaa katika magereza. Sisi kama maofisa wa magereza hatuwezi prove kwamba aliwekelewa ama vipi. Hiyo ni kazi ya koti. Kati anashikwa na polisi anapelekwa koti. Koti inatuletea for custodial purposes. So sisi hatuwezi prove haswa kama aliwekelewa ama vipi. Lakini kama idara ya magereza tunajaribu sana kuwasiliana na wale ambao walikosewa na mwenye kufanya makosa, kuwalete pamoja. Tuko na section ya welfare ambayo tunajaribu ndio huyu mtu akitoka nje maisha yake isiwe hatarini, tunajaribu kuongelesha na kuwalete pamoja. Ndio akitoka nje basi asiwe na tisho katika maisha yake. Mtu ambaye ametoka jela, sio wote watu wabaya. Tungependa Wakenya wawapokee kwa nyoyo nzuri na wawape kazi. Mambo ya kubaguliwa, stigmatization ambaye imekuwako hapo zamani kwamba hii mtu ametoka jela, hiyo mambo, hawa watu tumewapa ujuzi, tumewafunza kazi mingi, na ni ma-expert kuliko watu wengine ambao wanaenda some colleges, because hapa tunafanya practical work. Ni maundu mariku mukinyaneirie ta njera ino ya Mwea? Jela, kwanza kazi ya jela ni kama kazi nyingine yoyote, na sisi ambao tunaijua tunaipenda sana.
because tuko na walimu, tuko na madaktari, tuko na nurses. Ni mahali ambapo tumekubaliwa kuendeleza masomo yetu. Watu wengi wanajoin idara hii kama wakiwa wamemaliza tu shule, lakini kwa maana serikali inakulipa mshahara ambayo siwezi sema ni mshahara mbaya, ni mshahara mzuri, unaendeleza maisha yako. Kazi ya jela ni kama kazi ya walimu, kama kazi ya daktari. So ni kazi ambayo sisi tunajivunia. Achievement ile tunaweza jivunia kama jela ya Mwea. Kitu cha kwanza, tunachangia agenda, the big 4 agendas ya president. Mambo ya food security, because ile shamba tuko nayo, to production yetu iko juu kuliko hao wakulima wengine. Hakuna mkulima mmoja ambaye ako na acreage ile sisi tuko nayo. So mambo ya food security agenda 4 ya serikali, we are part of that. Kitu ya pili ni kwamba Wakenya wale wanapitia hapa, wengi wanatoka na ujuzi wa kujisimamia siku za usoni. So we can proudly say tunawapa watu wengi ujuzi. Huwezi sema jela si mbaya. Jela iko na ubaya wake. Because ubaya ni kwamba ukiingizwa jela huna uhuru ile ungekuwa nayo. 24/7 sisi tunakuchunga, tunakaa na we hapa kwa hapa. Huna uhuru wa kukimbia Nairobi, huna uhuru wa kukimbia kuona girlfriend yako. So huwezi sema jela si mbaya, because tunakunyima kitu inaitwa uhuru. Ile muda ambayo umepewa na serikali lazima utakaa jela, na utakaa na sisi karibu, tunakulinda. So hauna ile freedom yoyote ambayo ungekuwa nayo ukiwa raia. Pengine umeingia jela, ulikuwa na wenzako, mlikuwa mnafanya kazi ya matatu nini pamoja, wewe umefungwa miaka 5. Ukitoka nje definitely utakuta wameenda mbali sana. Na wewe maisha yako ukitoka jela utaenda kuanzia zero. Njĩtagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ.